Askofu Mkuu Harrison, our new Bishop Maina, and your wife Reverend Esther, maaskofu wote wale wamefika, viongozi wale wote wamefika, Wakristo wenzangu, God is good and all the time. Nisalimieni kwa heo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ando nyumba yetu uliokuwa nyumba no moyo bereirie ona cia thirakara ona twathiririo na gogo ukeyumia ona ni umeti wa kaidi wa kairiki. Bishop baba wetu, tunataka tuseme asante kwa hii sherehe ya kipekee ya kutawazwa ya Reverend Maina akuwe askofu. Tumesema asante, na mimi nataka niseme nimefurahishwa sana na hiyo sherehe vile umeiendesha. Wachana na hiyo maneno kwanza, hiyo ya wata hapa tuko kanisani. Vijana mpo? Vijana namuomba tafadhali, namuomba vijana wetu kwa heshima, tuko kanisani, tuheshimu kanisa, tuheshimu askofu. Mambo ya vuvuzela tuachane naye. Hata wale wanasimama viti kumeleta hao vijana, muambie tuko kanisani, hapa ni mahali ya maombi. Tutaenda kufanya mkutano huko nje, siasa ile kali. Kwa hivyo vijana, tafadhali tuachane na mambo ya vuvuzela, tuachane na mambo ya filimbi, tuheshimu ibada ya leo. Mimi nataka niseme askofu wetu, mimi nasema pongezi Bishop Maina na Reverend Esther, pongezi kwa kutawazwa na kuongezwa ngazi ya uongozi katika kanisa letu la Kristo. Mimi nilimjua huyu Reverend Maina, alikuja kunitafuta kwa muda mrefu sana, na mimi niko na ushuhuda ya kwamba yeye ni nabii ya ukweli. Huyu Reverend Maina ya UPC alinitafuta nikiwa naibu rais, akakuja akaniketisha chini, akaniambia Mungu amenionyesha unapangiwa jama ya kutolewa kwa ofisi, na kabla ya mwaka huu uishe utatolewa. Nikamwambia haiwezekani. Nitatolewa namna gani na huyu mtu nimemsaidia juzi? Akaniambia huyu umemsaidia ndio anakupangia na amepanga, na Mungu amenionyesha itakuwa namna hiyo. Nikauliza akanitoa namna gani na lazima kura iende pale bunge? Akasema hapana, wabunge wote watapewa pesa, watakutoa. Nikamwambia lakini hata wakipewa wale ya nyumbani ya mlima hawawezi chukua pesa. Akaniambia hao wote isipokuwa wachache watakusaliti. Huyu Reverend akaniambia watakusaliti mapema. Nikamuuliza hata ile ya nyumbani mbunge ya Madera nilimfanya MP, akaniambia huyu atakusaliti na akutukana wakiwa na bibi yake. Huyu Maina, huyu Reverend. Kwa hivyo mimi akiitwa mnabii, I bear testimony to his prophecy because I have seen it. Lakini pia akaniambia hata ukitolewa usijali, ndio utapata
favor ya Mungu na ya raia. Na akaniambia within 1 year utakuwa more popular 10 times than when you are in office. And the same has come to be true. Kwa hivyo sisi tunapenda watumishi wa Mungu na sana tunataka manabii ya kweli, kwa sababu pia iko manabii ya uongo, si ndio? Juzi nimeona Wakorintho wameenda pale, mnabii ya uongo ametokea pale, anasema ati Mungu amemwambia atakasoma atakuwa mtao. Kwa jina la Yesu manabii ya uongo washinde. Na Biblia imeandika vizuri kutakuwa na manabii ya uongo. Wale manabii ya ukweli wanajulikana, manabii ya uongo wanajulikana. Kwa hivyo tutaendelea kuwa na hawa, tutaendelea kuwa na manabii ya ukweli na wale ya uongo. Kwa hivyo Archbishop Harrison, tutulie kidogo. Kuna jambo moja umemwambia the new bishop, ukamwambia ile kiwango amefika, there are certain things he can no longer do. That is true. I also want to tell the leaders here, mimi nilijii mahali nimefika. There are certain things I love doing I cannot do. Mimi napenda kuingia kusikiza mhubiri. Siku hizi nikiingia kwa mhubiri kuna haribika. The whole place comes to a standstill. And it's something when I was down there I used to do. But mahali Mungu ameniweka I am not able to do it. So wale viongozi za kufuta nafasi ya uongozi, there are certain things now you cannot do. You must carry yourself with the dignity and the office that you aspire or the office that you carry. And those were great words from the Archbishop to the new bishop. That there are those things that we can no longer do because of the office na ile nafasi Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hivyo Reverend Maina, mimi napongeza, nimeona huko na kanisa nzuri hapa. Sisi tulichangia kidogo siku ile, tutaendelea kukusaidia. Endelea kuhubiri, endelea kueneza neno la Bwana. Let your church grow. Now all members work bishop, please support your bishop. A bishop is as good as the members of his church. A leader is as good as his supporters. For the bishop to be successful, the membership must run behind him. Muunge mkono askofu wetu. Kwa hivyo sisi tumekuja kusema pongezi. Na mimi niseme vile MCA wetu yule Mkorino amesema. Rigathi Gachagua has no problem na kanisa la Mkorino. Mimi nawapenda Wakorino sana. This is our true church. What I have a problem with ni William Ruto kutumia kanisa yetu ya Wakorino kutuaibisha. That I have a problem. Ile ya kuchukua watu si Wakorino na kuweka hao kilemba kina Moses Kuria. I have a problem with that. Hiyo ni kuaibisha kanisa yetu ya Wakristo. Si mliona Moses Kuria amevaa kilemba? Si jana alikuwa Orokalao? Alikuwa na kilemba? These are fake Wakorino. Sasa ile nilikashifu mimi ni wale Wakorino wamesanywa wamepelekwa pale State House ya uongo. Wanachukua vitambaa ya white wanakatakata wanafunga. Moses Kuria futa vitambaa nani flow and then mkachukua pesa. So mimi lazima ningetetea the true and genuine Wakorino in this country. Lazima ningetetea hao. Na mimi niko na imani kabisa na kanisa yetu ya Wakorino. But I have a problem with the fake Wakorino. Na mimi naomba William Ruto tafadhali. Mimi najua unatuchukia kama jamii. Umetuangaisha. Umefuta watoto wetu kazi KRA. Umefuta OSPDs wetu kazi. Umesema Wakikuyu wasilipwe pending bills. Umetufanyia kila kitu na ni sawa na tunakubali. Lakini hii maneno ya kuaibisha kanisa zetu hapa Mlimani, we have a problem with that. Juzi umeenda pale Nakuru North, umechukua wanaume, umevalisha kitambaa ati ya Mother's Church. Kuaibisha kanisa ya Independent ambayo ni kanisa ya watu ya Mlimani. Juzi umeleta Wakorino, umevalisha akina Moses Kuria kilema. Kuaibisha kanisa letu. That is where I have a problem. Na lazima niseme hiyo maneno hatuwezi kubali. Pia mimi niko na shida
Kwa sababu wewe ukichaguliwa ulikuja kanisani na Biblia, ukasema umeokoka, Biblia kubwa ulikuwa unatembea nayo. Sasa kanisa ya Kristo inavamiwa na wahuni na polisi under your instruction. Pale Mweki PCA wahuni na polisi walivamia kanisa la Kristo. Pale Kariobangi PCA wahuni wakisindikizwa na polisi wamevamia kanisa ya PCA. Pale ACK Witima Church 12 police officers wakisimamiwa na Bete Maina na Bwana Yaka wameumiza Wakristo pale kanisani. Hiyo maneno yote William Ruto, wewe ndio umepanga. That is why we have a problem. Hata kama una shida na sisi wanasiasa na wafanyabiashara wa Kikuyu, si wachana na kanisa zetu. Iko haja gani kuumiza watu kanisani? We have a problem with the attack of the Church of Christ. Sisi tulikuwa tumekusamehea kwa vile ulichoma wamama na watoto 207 kanisani Kiambaa, lakini anytime you attack the church unatukumbusha hiyo maneno ya 207 na tulikuwa tumesahau. Kwa hivyo mimi nataka niseme, mimi kama kiongozi niko na jukumu la kulinda kanisa la Kristo isivamiwe na William Ruto na Bruce na askari, na hiyo kazi tutaendelea kufanya. Na mimi niseme, mimi sina shida na mtu yeyote, lakini niko na shida na wasaliti wa jamii yetu. Hata wewe ukiwa ni mhubiri na ni msaliti, msaliti ni msaliti. Ukiwa msanii na ni msaliti, wewe ni msaliti. Ukiwa mama na wewe ni msaliti, wewe ni msaliti. And we have a problem na wasaliti wote. Kwa sababu na nimeona ZMC hapa kama hapa nimeelesha watu manyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi ndio yanabomolewa. Hawabomoi ya kabila zingine, wanabomoa manyumba ya Wakikuyu peke yake. Na MCA ya Nairobi Wakikuyu akiwemo huyu wa Roy alikuwa hapa, wanakaa na William Ruto. Na hiyo lazima watu yangu mnisamehe. Hata nikiitwa mkabila, siwezi kubali mali ya Wakikuyu imalizwe Nairobi Rigiji akiwa uhai au hapa. Sitakubali. Na wale MCAs ya Nairobi wanatembea na Ruto akibomoa mali ya Wakikuyu. Tutapatana na nyinyi kwa debe mwaka ujao. Wale wabunge wote na maseneta wa hapa Mlimani wanakaa na William Ruto akihangaisha jamii ya Wakikuyu, akiharibu biashara zetu, akifuta Wakikuyu kazi, akihangaisha jamii yetu, akivamia mashamba private hapa Kiambu. Na nyinyi ni Wakikuyu mnakaa na William Ruto, tutapatana na nyinyi mwaka ujao kwa debe. Hatibu watu hiki. Hatibu. Nyumba yitwerani nwe kanyarirwo. Indo cito igacindwo. Turahe tutathia. Mundu ndarenda gutuona. We waragia uguo turaria gutindaga nake ukimuinira. Ucoke uge atiri gathini aratuhura. Mukunyaniri wa ruriri. Andu aria othe marakunyanira nyumba itu. Acio ni othe ya ruriri. Tondu mundu ucio ndangituhotete aratuhota ni undu wa kunyaniria ruriri. Okorwo nari na andu acio ringi muhotete ndirare munewe tondu wa kunyanĩria rũrĩrĩ andu a nyũmba itũ. Na koguo ndirenda andu acio othe marakunyanĩra rũrĩrĩ mumekĩre rũri ta kagogo, mekĩrwo rũri ta kagogo. Nĩguo manjĩrĩirio na MC ũcio uma haha, ũcio uma haha. Niye na ũru na mũndũ. No niĩ ũrĩa itagwĩka, ndigwĩtĩkĩria Ruto anine nyũmba itũ. Ndikũmwĩtĩkĩria anyarire nyũmba itũ, anine indo citũ, anine ciana citũ. Na andũ arĩa othe maceraga nake mararia ũguo ndĩraria, nĩtũkonana na inyuĩ mwaka ũyũ ũroka, nĩtũkonana na inyuĩ. Nĩguo mimi nikimaliza niambie watu ya Kasarani. Hapa Kasarani tutakuwa na free and fair nomination.
hakuna mtu. Mimi Rigiji sina mtu yeyote napendelea. Nyinyi wote ni watoto wangu. Uamuzi utafanywa na watu ya Kasarani. Tunaongea saa hii pale Olokalao, nomination inaendelea, watu wamejitokeza maelfu. Tumeendelea, uchaguzi haijaonekana, hata IEBC inatakiwa ikuje isome kwetu, na watu ya Kalao watachagua mjumbe wao leo, na yule atapita kwa UDA is the next member of parliament for Olokalao for DCP. So hapa niseme hapa Kasarani, chama chetu cha DCP hapa Kasarani ati muko tayari? Ati nimesema pale Olokalao DCP nominations inaendelea, na yule atatangazwa mshindi wa DCP leo is the next member of parliament for Olokalao. Unajua hii watu wametumiza sana, ndio tunataja hapa. Unajua UDA kwa sababu ya vile imetusumbua, kama sasa wanapanga wale askari walitupiga Witima, wameingia Olokalao, walikuja jana na Betty Maina, waka abduct kijana naitwa Choi kutoka Kinapo. Hao askari leo wako Olokalao, ati wanapanga vile watakuja kusambaratisha nominations ya DCP. Niseme pale, hao askari we know you by name, watu ya Olokalao wanangoja nyinyi. Pahali tumefika shaigarani kate. Hao askari mlitupiga Olokalao, Witima tukanyamaza. We know you by name. You will not be allowed to cause violence in Olokalao, and the people of Olokalao are waiting for you. Wewe Betty Maina umehangaisha Wakikuyu ya kutosha, kama umetumwa na William Ruto. Next year William Ruto akienda nyumbani, wewe na bwana yako mtasimama kotini kujibu yale ambayo mmetufanyia. Ndio hiyo. Nikikwenda kukiria hao wenda kwenda kwa Kasarani. And all the migrate kama kia DCP. Nimo akoro na free and fair. Ndio mwatua. Ituendelee hao. Wale wote wanataka ituendelee hayo. Na ni wetu watigira. Mweko wako wagire? Kwa hivyo mimi Bishop mpya and my wife pongezi. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu awaguze, wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme Uhuru wake nyata tigeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukana rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you saying in small voice? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalao watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu mlimani wasikupigie kelele uwaongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to consider that political direction. I'll have to consider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize.
alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana Rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate and I'll observe in the next few days hawa watoto na watumwa wakiendelea kutukana Uhuru. Mimi mwenyewe nitatoa direction na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanya. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. He handed over to you peacefully. He handed over to you a stable country with a working education system, with a working health system, where there was peace and security. In 3 years, you have destroyed all that. Just leave him alone. Wachana na Baba Ngina aendelee kupumzika nyumbani. Just leave him alone because it's the right thing to do. Wabodi ndikwenda kukilia hau, wenda kungane ndio mono. Na hivi kwa murathime, amweke wega, murore magokumia. Amwarame mehaka. Amugitire kuma kwindu wai. Mishia yule irathimo hiana buranya. Thank you mono nyumba itu, asante.